Huko Mbagala, Lili alikaa katika nyumba ya baba yake wa zamani, mahali palipojaa vumbi. Tumbo lake liliendelea kuwa kubwa, lakini hakuna dalili za uchungu wa uzazi zilizojitokeza. Mwezi baada ya mwezi ulipita. Mwaka baada ya mwaka ukaendelea kusonga taratibu. Wanawake wa mtaa huo walianza kunong'ona nyuma yake. Je, kweli ana mimba? Labda ni adhabu. Msichana huyo alikuwa na majivuno sana. Lili akawa kivuli cha kile alichokuwa zamani, mchovu, mpweke na mwenye huzuni. Alikula kutoka bustani yake, alichota maji mwenyewe na hakuzungumza na mtu yeyote. Siku moja yenye mawingu, alijisikia dhaifu sana kiasi kwamba alishindwa kabisa kushuka kilima kidogo kuelekea mto wa mtaa. Miguu yake ilitetemeka, macho yake yakalegea. Kisha akaanguka kifudifudi kwenye vumbi, tumbo mbele, machozi yakabubujika kutoka rohoni mwake. Jinsi hadithi ilivyoanza. Katika kijiji kidogo palikuwa na wasichana wawili waliokuwa marafiki wakubwa tangu utotoni, Lili na Oliva. Walizaliwa kwa tofauti ya wiki chache tu, lakini walikuwa kama roho moja iliyogawanyika katika miili miwili. Walikuwa hawatengani kabisa. Mama Joseph fundi cherehani aliwashonea nguo za kufanana, walishirikiana kula maembe waliochuma kwenye miti na kusimulia hadithi chini ya mti mkubwa wa mkungu uliotoa kivuli baridi. Sokoni walibishana na kucheka. Nitakuwa mkubwa nikinunua kichwa kikubwa cha samaki, Oliva angemwambia Lili huku akivimba kifua kama bata mdogo. Mimi nitakuwa mkubwa nikinunua meza nzima ya samaki, Lili alijibu huku akipunga mkono wake kwa mbwembwe. Mama Fadhila muuzaji samaki angewapigia kelele, nyie wachawi wawili, msiondoke hapa, nitawasafisha midomo kwa pilipili. Lakini wao wangecheka na kukimbia wakiacha vumbi na vicheko nyuma yao. Asubuhi walitembea kwenda shule wakiwa wameshikana mikono huku wakiimba nyimbo walizotunga wenyewe. Jioni za baridi walijifunika kwa kanga zilizochoka wakinong'onezana ndoto zao. Siku moja tutavaa viatu vikubwa kama wanawake wa mjini, Lili alitamka. Na tutakula kuku kila Jumapili, Oliva akaongeza huku akilamba midomo. Lili alikuwa mrembo kupita maelezo. Ngozi yake iling'aa kama mafuta mapya ya mawese, macho yake yalimetameta na tabasamu lake lingeweza kuzuia ugomvi. Kila alipopita watu walimsifia. Ona sura yake, wanawake wa sokoni wangesema. Mungu alitumia udongo wa kipekee kumuumba huyu, wazee wangenong'ona. Oliva hakujali. Alijivunia kutembea na rafiki yake mrembo. Lakini mama yake Oliva aliwaka moyoni kwa kimya. Mbona si binti yangu anayesifiwa? Kwa nini ni Lili kila mara? Wakati wa kujiunga na sekondari ulipofika, walikubaliwa wote wawili katika shule ya mabinti ya Sacred Heart. Ilikuwa mara yao ya kwanza kutoka nyumbani. Hofu na furaha vilicheza mioyoni mwao walipovuta masanduku yao ya bati kwenye bweni lenye kelele. Walichagua vitanda vya juu na chini, Lili juu, Oliva chini. Usiku walinong'onezana hadithi kutoka vitandani mwao. Unadhani siku moja tutakuwa matajiri? Oliva angeuliza. Zaidi ya utajiri, Lili angenong'ona. Tutakuwa malkia. Walilindana dhidi ya watesaji, waligawana chakula wakati wa kufunga na hata walilia wakiwa wamekumbatiana walipokumbwa na huzuni ya kukosa nyumbani. Likizo zikifika, walirudi Mbagala kama mastaa, wakijivunia masanduku yao madogo. Ndoto zao zilianza kupata mbawa. Baada ya kuhitimu, walijaza fomu za kujiunga na vyuo vikuu. Oliva alitaka kuwa mhasibu, Lili alitamani kuwa wakili mashuhuri. Waliandika kwa mikono inayotetemeka, wakaomba, wakasubiri barua zitakazobadilisha maisha yao. Matokeo yalifika kwa shangwe na ngoma. Jina la Oliva lilisomwa hadharani. Kijiji kizima kilisherehekea. Pombe ya kienyeji ilimwagika, ngoma zilipigwa, wanawake wakapiga vigelegele. Lakini jina la Lili halikuwepo. Hakukuwa na barua. Hakukuwa na shangwe. Kimya tu. Alitabasamu kwa ujasiri wakati Oliva alipomkumbatia. Usilie, Lili. Na wewe utapata nafasi yako, Oliva alinong'ona. Nimefurahi kwa ajili yako, Lili alijibu kwa sauti inayotetemeka. Usiku huo, chini ya nyota zisizo na sauti, Lili alilia machozi ya uchungu kwenye mto wake wa kulalia. Bila kujua, mbali na kijiji, siri ya usaliti ilikuwa tayari inacheza gizani.
Mama yake Oliva alikuwa ameenda kwa afisa na kutoa hongo ili jina la Lily liondolewe. Ameng'aa vya kutosha. Sasa ni zamu ya binti yangu, alinguruma. Oliva aliondoka kwenda mjini akiwa na ndoto juu kichwani. Lily alibaki nyuma, moyo wake uliyeyuka, lakini roho yake haikuvunjika. Alijifunza ushonaji, akianza kushona ndoto kwenye vitambaa vyake. Miezi kadhaa baadaye, Oliva alimwalika Lily kumtembelea chuoni. Lily alifika, uzuri wake wa kawaida ukiangaza kama almasi iliyofichwa. Tabasamu lake liliangaza mazingira. Hata wanafunzi waligeuka kumtazama. Siku hiyo hiyo, Jose, kijana mwenye huruma, alimsogelea kwa aibu. Uzuri wako unang'aa kama nuru, alisema kwa mshangao, akitetemeka. Lily alicheka, sauti yake kama maji yanayotiririka juu ya mawe laini. Jose akaomba namba yake. Lakini gizani, Oliva alimtazama na wivu ukaota mizizi. Usiku huo, Oliva alinong'oneza uongo kwa Jose. Jihadhari naye. Si mrembo tu, ana mambo ya ajabu. Hali ya Jose ikabadilika. Upendo wake ukaanza kufifia. Lily hakujua sababu, lakini Oliva alijua. Na moyo wake ulikuwa tayari umejaa giza la siri. Miaka ikapita. Oliva alihitimu, lakini maisha nje ya chuo yalikuwa magumu. Hakupata kazi nzuri. Ndoto za mji mkubwa zilikufa. Alirudi Mbagala akiwa amevunjika na mwenye chuki. Wakati huo huo, duka dogo la Lily la ushonaji lilichanua. Rangi angavu, nguo nzuri na wateja wenye furaha walimzunguka. Siku moja, Oliva alifika dukani, tabasamu la kujifanya usoni. Umefanya vizuri, alisema kwa nguvu. Lily alimkaribisha kwa upendo. Njoo tufanye kazi pamoja. Tujenge kitu kizuri. Oliva alikubali, lakini ndani yake bado aliumizwa na wivu. Kabla hatujaendelea, na kuomba like video yangu na usubscribe. Asante sana. Basi usiku huo, mama yake Oliva alimnong'oneza tena, Lily hajawahi kukupenda. Haoni mbele yako. Lazima tuzime mwanga wake. Oliva alikubali kubadilika. Wakaenda kwa mganga wa jadi wa kutisha. Katika chumba kilichojaa mifupa na mitishamba, walipokea chupa ndogo. Mwagia hili kwenye kinywaji chake. Uzuri na mafanikio yake vitayeyuka kama moshi, mganga alisema. Siku ya sherehe ndogo ya kuzaliwa, Oliva alimwalika Lily. Ni sherehe ya watu wachache. Kwa ajili yetu tu, alisema kwa upole. Lily alimwamini rafiki yake. Alienda. Lakini hali ilikuwa tofauti. Hakukuwa na wageni. Hakuna muziki. Wako wapi watu? Aliuliza. Wewe ndiye mgeni maalum, Oliva alijibu. Wakampa kinywaji. Lily hakujua kilikuwa na sumu. Alikinywa bila kusita. Wiki chache baadaye, mambo ya ajabu yalianza kutokea, lakini si kwa Lily. Ni Oliva ndiye alianza kuteseka. Tumbo lake lilianza kuvimba kwa namna isiyo ya kawaida. Hakuwa mjamzito, lakini mwili wake ulianza kubadilika. Maumivu yakafuata. Aibu ikamfuata. Nini kinanitokea? Alilia. Kila siku tumbo lake lilikuwa kubwa na zito zaidi. Alishindwa hata kutembea vizuri. Watu wa mtaa walianza kunong'ona. Walimuita majina ya kejeli. Mama mzigo wa pepo. Mimba ya mizimu. Mjamzito wa kishetani. Wanawake walicheka wakijifunika kwa kanga. Watoto walimnyoshea vidole mitaani. Alitoka nje jioni, akiketi kwenye baraza, machozi yakimtoka. Kwa nini mimi? Alilia. Kwa nini mimi? Kila sala, kila tiba ya mitishamba ilishindikana. Kwa kukata tamaa, Oliva na mama yake walirudi kwa yule mganga. Lakini walikuta kibanda chake kikiwa kimefungwa. Amefariki. Hakuna aliyejua jinsi alivyoaga dunia. Kwa hofu kuu, mama yake Oliva alisafiri mbali kutafuta mganga mwingine. Walipomkuta mzee mmoja mpole na mtaalamu wa jadi, alichunguza hali ya Oliva, akatikisa kichwa kwa uzito, kisha akasema, laana imegeuka. Uliyetaka kumwangamiza analindwa. Mpaka utakapoeleza ukweli, utapata nafuu. Na kuna zaidi. Akasogea karibu na kusema, wewe na yule msichana mliyejaribu kumwangamiza, ninyi ni mapacha. Mliofungwa kwa damu na roho.
Alikabidhiwa kwa mama mwingine na malkia wa mtoni. Mama yake Oliva akaanguka chini akilia kwa sauti. Dhambi za wivu na uongo zilikuwa zikivunja kila kitu walichojenga. Siku chache baadaye, msiba mkubwa ulitokea. Mama yake Oliva alifariki kwa ajali ya gari. Oliva akabaki peke yake akiwa amevunjika na mwenye aibu. Usiku mmoja wa upweke, Oliva alituma ujumbe kwa Lily. Lily alipofika alimkuta rafiki yake wa utotoni, yule aliyewahi kukimbia naye barabarani, sasa akiwa amepinda na kuvunjika. Kupitia machozi mazito, Oliva alikiri kila kitu. Samahani. Mama yangu alizuia barua yako ya chuo. Tuliweka sumu kwenye kinywaji chako. Niliamini uongo wake. Nilikuwa na wivu. Tulikuumiza. Tulitaka kukuangamiza. Mama yangu alishindwa kuendelea, machozi yakimtiririka. Lily alisimama kimya akilia. Uchungu, usaliti, kumbukumbu za kicheko na ndoto zilizoshirikiana, vyote vilifurika. Lakini baada ya kimya kirefu, alishika mikono ya Oliva na kusema kwa upole, nimekusamehe Oliva. Ulikuwa rafiki yangu kabla ya uongo. Nimekusamehe. Tuanze upya. Oliva alizidi kulia, akikumbatia mikono ya Lily kama mtu anayeshikilia maisha yake. Usiku huo, muujiza ulitokea. Msamaha ulipochipua kati yao, tumbo la Oliva lilianza kupungua. Mzigo mzito uliondoka. Asubuhi iliyofuata, tumbo lake lilishuka kwa kiasi kikubwa. Uponyaji ulikuwa umeanza. Muda ukaenda. Duka la Lily likawa fahari ya Mbagala. Alikuwa katika mafanikio na moyo wa huruma. Jose, yule kijana wa chuoni, alirudi. Akaomba msamaha kwa upumbavu wake wa zamani. Baada ya muda alimposa Lily. Wakati huo huo, Oliva, sasa akiwa mnyenyekevu na mwenye hekima zaidi, alifungua biashara ndogo ya kuku. Alifanya kazi kwa bidii, akirudisha heshima yake kwa wakazi wa mtaa. Dada wawili waliotengana kwa uongo sasa walisimama tena bega kwa bega. Ushahidi kuwa upendo, msamaha na hatima ni nguvu kuliko giza lolote. Jua lilipotua kwa dhahabu juu ya Mbagala, hadithi yao ilienea kwenye upepo wa jioni, ikisema kwa kila aliyesikiliza, hata vitu vilivyovunjika vinaweza kurekebishwa. Baada ya harusi yenye furaha pale Mbagala, maisha mapya ya Lily yalianza yakiwa yamejaa upendo na baraka. Jose, sasa akiwa mume wake, aliona kipaji kikubwa katika kazi ya ushonaji wa Lily. Jioni moja walipokuwa wakitazama nyota kutoka kwenye roshani ndogo ya nyumba yao, Jose alisema kwa upole, natamani nikutoe sehemu bora zaidi Lily. Kuna shule ya juu ya mitindo jijini, nimeisikia. Nataka ukasome huko. Lily alitabasamu kwa upole lakini akasita kidogo. Na Oliva je? Naweza kwenda naye? Yeye si dada yangu tu. Ni roho yangu. Nataka akuwe pamoja nami, alisema kwa sauti ya upole. Jose alimtazama kwa mshangao, kisha akatabasamu na kusema, basi twende wote. Wiki iliyofuata walifunga mizigo yao na kuondoka Mbagala kuelekea jijini Dar es Salaam, mahali ambapo ndoto zinashonwa kwa uzi wa dhahabu. Jiji lilikuwa na makelele, lenye mwangaza mwingi, tofauti kabisa na utulivu wa Mbagala. Lily na Oliva walijiunga na chuo maarufu cha ubunifu wa mavazi. Kila siku Lily alimsomesha Oliva hatua kwa hatua, kuunganisha uzi, kukata vitambaa, kushona na hata kuchora miundo ya mavazi. Hivi ndivyo unavyopinda sehemu ya kiuno, Lily alisema kwa mikono ya subira. Usikimbilie, mitindo huzungumza kwa kimya. Walicheka, wakajifunza na wakafanya kazi pamoja kama sindano pacha zinazoshona kitambaa kimoja. Nyumbani, Jose alimchukulia Oliva kama dada yake mwenyewe. Walikula chakula cha jioni pamoja, wakashirikiana hadithi na kidogo kidogo vidonda vya zamani vilianza kushonwa na kupona. Baada ya miezi kadhaa, shule ya mitindo ilifanya sherehe ya mahafali. Lily na Oliva walisimama wakiwa wameshika vyeti vyao kwa fahari. Lakini huo haukuwa mwisho, bali mwanzo mpya. Jose aliwashangaza kwa zawadi kubwa, jengo la kisasa lililokamilika la Fashion House katika eneo maarufu jijini. Lilikuwa kama kasri, milango ya vioo, nembo za dhahabu, mashine za kushona za kisasa, vyumba vya kupimia mavazi, taa angavu na hata kona ya studio ya picha. Machozi yalitiririka mashavuni mwa Lily aliposhika funguo mkononi. Jose, siamini hili, alinong'ona.
Jose alitabasamu na kusema, unastahili zaidi. Kisha akamgeukia Oliva na Lily akasema kwa furaha, tutagawana. Hii fashion house si yangu peke yangu. Ni yetu. Oliva alilia kwa hisia. Ilikuwa mara ya kwanza katika maisha yake kuhisi furaha bila maumivu. Walipaita jengo lao jipya Sindano Pacha, ishara ya uhusiano wa kweli uliokuwa umefichwa. Miundo yao ya mavazi ilisambaa kwa haraka. Instagram, TikTok, Facebook, watu hawakuweza kuacha kuzungumza kuhusu dada wawili wabunifu ambao nguo zao ziliwafanya wanawake waonekane kama malkia na wanaume watembee kama wafalme. Walianza kubuni mavazi kwa wake wa wanasiasa, wanamuziki, wanamitindo hadi wake wa mabalozi. Siku moja, gari jeupe la kifahari lilisimama mbele ya duka lao. Mwanamke mrefu alishuka na kusema, nimewasikia kutoka kwa mke wa rais. Nahitaji vazi kwa ajili ya tamasha la Paris. Walitazamana kwa mshangao. Kutoka barabara za vumbi za Mbagala hadi kwenye mazulia mekundu ya dunia, wasichana waliowahi kugombania kichwa cha samaki sasa walikuwa wanaunda historia. Miezi ilipita na Sindano Pacha iliendelea kung'aa. Wateja walikuja kutoka sehemu mbalimbali. Tabasamu za Lily na Oliva zilionekana kwenye majarida na kurasa za mitandao ya kijamii. Lakini kama kawaida, hatima huwa haikai kimya kwa muda mrefu. Siku moja ya joto, Lily alirudi nyumbani kutoka hospitali akiwa na macho yanayong'aa kwa furaha. Alikuwa na bahasha ndogo ya rangi nyeupe mikononi. Alisimama mbele ya Jose na Oliva na kusema kwa furaha, hebu guess. Tuna mtoto. Jose aliruka na kumkumbatia kwa nguvu, machozi yakimtoka. Oliva alisimama nyuma yao akipiga makofi polepole. Tabasamu la kujifanya likatanda usoni mwake. Hongera, alisema. Lakini ndani ya moyo wake, kilio kikubwa kilikuwa kikilia kimya kimya. Usiku huo, Oliva alilala macho wazi. Sekunde zikawa miaka. Alinong'ona, yeye ni dada yangu pacha. Tulizaliwa pamoja. Lakini angalia, ana mume, ana mtoto, ana kampuni ya ndoto. Na mimi je? Mimi ni msaidizi wake tu. Aliketi kitandani, macho yakiwa wazi. Vipi kama watamchoka mimi? Vipi kama Jose atamwambia niondoke? Vipi kama sitakuwa na maisha yangu mwenyewe? Ukimya ulimjibu kwa hofu zaidi. Ndipo alfajiri, Oliva alifanya uamuzi hatari. Nitachukua kila kitu chake. Nimestahili pia. Asubuhi ya siku iliyofuata, Oliva alifunga begi dogo na kuelekea mezani alipokutana na Lily na Jose wakila kiamsha kinywa. Nahitaji kusafiri kurudi Mbagala, alisema kwa sauti ya kawaida. Lily alimwangalia kwa wasiwasi. Kuna shida yoyote? Aliuliza kwa upole. Oliva alitabasamu kwa kujifanya, hapana, kuna jambo tu la kifamilia nataka kulikamilisha. Jose alimtazama kwa tahadhari lakini hakusema kitu. Sawa, safari njema Oliva, alisema. Lakini safari hiyo haikuwa ya kwenda kwao wala kuonana na familia. Oliva alielekea kwenye msitu mzito uliokuwa nje kidogo ya Mbagala. Alitembea kwenye njia nyembamba yenye vichaka vikubwa. Ndege walinyamaza, upepo ulisimama. Hewa ikawa nzito. Baada ya saa kadhaa alifika kwenye makazi ya ajabu yaliyofunikwa na vipande vya mifupa, mitandio miekundu na sanamu za ajabu. Pale alikuta mganga wa zamani aitwaye Ndaro, aliyesemekana kuwa na uwezo wa kuzungumza na mizimu na kutembea na waliokufa. Alikuwa na shingo iliyozungushiwa mikufu ya fuvu na macho yake yalimetameta kama makaa. Ndaro alitazama Oliva na kusema kwa sauti ya kutisha, binti wa wivu, kwa nini umefika hapa? Oliva alipiga magoti, machozi yakimtoka lakini moyo wake ukiwa na uchungu. Nataka mume wa dada yangu. Nataka maisha yake. Kila kitu. Nimechoka kuwa kivuli chake. Mzee huyo alicheka kwa sauti ya baridi kama mifupa inavyogongana. Unazungumza kwa ulimi wa hatari, msichana. Unataka kuchukua mume wa pacha wako na nafasi ya mtoto aliye tumboni. Oliva akakaza ngumi. Ndiyo. Nataka kila kitu. Ndaro alichukua kibuyu kidogo kilichojaa unga mweusi na damu. Akaanza kuimba nyimbo za kishetani, akawaita roho za kugawa na kuharibu. Kisha akampa Oliva ganda dogo la mviringo lililofungwa kwa uzi mwekundu. Chukua hirizi hii, alisema.
Uweke chini ya mto wa dada yako kwa usiku 3. Moyo wa Jose utamkataa na kukugeukia wewe. Lakini alisimama na kumtazama, kama atajifungua kabla nguvu za hirizi kujaa, itakugeukia wewe. Na roho yako italipia bei. Midomo ya Oliva ilitetemeka, lakini alikubali. Bado ana miezi. Nitafanya haraka. Ndaro alitabasamu kwa uovu. Basi endelea na wivu wako. Wache hatima ikutembee au ikuangamize. Oliva alirudi mjini akiwa si dada tena, bali mwizi aliyevaa ngozi ya familia. Usiku ule ule alipowahakikisha Lily na Jose wamelala, aliingia polepole chumbani mwao na kuingiza hirizi nyeusi chini ya mto wa Lily. Na kama alivyotabiriwa, dhoruba ilianza. Asubuhi iliyoifuata, Jose aliamka akiwa na uso wa ajabu. Alimwangalia Lily kwa sura ya kero. Mbona hulali sana? Mbona unakula ovyo ovyo? Wewe ni mwanamke pekee mwenye mimba? Alinguruma. Lily alishtuka. Jose, unazungumza nini hivyo? Lakini kila siku iliyofuata, yule mwanaume aliyewahi kumpenda Lily sasa alizungumza kwa chuki. Oliva alitabasamu nyuma ya milango iliyofungwa, akinong'ona uongo masikioni mwa Jose, akimchafua moyo wake kila siku zaidi. Nyumba iliyokuwa na furaha ikawa uwanja wa vita. Ondoka hapa, Lily. Jose alifoka usiku mmoja baada ya ugomvi mzito. Rudi kijijini. Nenda huko ulipotoka. Machozi yakamwagika usoni mwa Lily aliposhika tumbo lake. Mtoto ambaye alikuwa baraka sasa alihisi kuwa mzigo wa upweke. Akafunga nguo zake chache, hakumwambia Oliva neno, na akaondoka jijini na uchungu moyoni. Aliporudi Mbagala, Lily alikaa tena kwenye nyumba ya zamani ya baba yake, pale pale pa vumbi na kumbukumbu. Tumbo lake liliendelea kukua, lakini hakuna dalili za kujifungua. Mwezi baada ya mwezi, mwaka ukaendelea. Wanawake wa mtaa wakanong'ona tena. Je, kweli ana mimba? Labda ni laana. Lily akawa kivuli cha zamani, mwenye huzuni, aliyekata tamaa. Siku moja yenye mawingu, akiwa dhaifu mno, Lily alishindwa hata kushuka kilima kwenda mtoni. Akazimia kwenye vumbi, tumbo mbele. Mama, mama, uko wapi? Njoo unisaidie. Mume wangu ameniacha. Dada yangu mwenyewe amemchukua. Mtoto huyu hatoki. Kwa nini? Kwa nini haya yananitokea? Ghafla upepo uligeuka. Ndege wakapaa angani. Na kutoka hewani, kama kivuli kilichosokotwa na hewa, alijitokeza mwanamke mzee aliyevaa kaniki ya kahawia, sura yake ikiwa na hekima ya miaka mingi, macho yake yaking'aa kama mwanga wa kale. Akapiga magoti pembeni ya Lily, akamshika paji la uso. Binti wa maumivu, nilisikia kilio chako. Lily akang'aka macho. Wewe ni nani? Mimi ni sauti aliyotuma mama yako. Roho ya huruma. Mkono wa haki. Umeumizwa na walio karibu na moyo wako. Lakini muda wa kimya umeisha. Akaweka kiganja chake juu ya tumbo la Lily. Unabeba mtoto wa nuru. Hakuna hirizi itakayozuia kilichoandikwa na hatima. Simama, binti. Vita haijaisha. Mzee huyo alizungumza lugha isiyoeleweka kwa wanadamu, kisha akaita kwa sauti, mtoto huyu ni lazima azaliwe sasa. Watu waliokuwa karibu walikimbia kusaidia na kumkimbiza Lily hospitalini. Wahudumu walikimbia kwa haraka, wakamuingiza kwenye chumba cha kujifungulia. Radi ikapiga angani. Dunia ikashikilia pumzi. Kisha kwa kilio cha mwisho, Lily akajifungua mtoto wa kiume mwenye afya njema. Machozi yakamwagika usoni mwa Lily. Mtoto akalia. Wahudumu wakapiga kelele za furaha, ni mtoto wa kiume. Mtoto mwenye afya na nguvu. Nje ya hospitali, yule mwanamke mzee alisimama kimya. Akatabasamu, akapiga kichwa mara moja, kisha akatoweka katika upepo kama alivyojitokeza. Wakati huo huo, jijini Dar es Salaam, dakika ile ile mtoto alipozaliwa Mbagala, kitu cha ajabu kilimtokea Jose. Alikuwa ameketi pembeni ya kitanda akiwa na Oliva, mwili wake ukiwa na huzuni isiyoelezeka. Ghafula alishtuka, akashika kichwa chake kwa maumivu makali na akapiga kelele, nini kinanitokea? Mke wangu yuko wapi? Lily yuko wapi? Alinyanyuka kwa haraka, macho yake yakiwa na hofu na mshangao.
Kumbukumbu zilimjia kwa nguvu kama mafuriko, kila uongo aliowaambiwa na Oliva, kila neno la chuki alilomwambia Lily, machozi aliyoyaona usoni mwa mke wake alipomfukuza. Nimefanya nini? Alilia kwa sauti. Akamgeukia Oliva kwa hasira na hofu. Umenifanyia nini? Umenifanyia nini, Oliva? Oliva alianza kutetemeka, akarudi nyuma hatua moja. Mimi nilitaka kuwa na furaha pia. Mikono yake ikaanza kutetemeka, midomo yake ikakosa maneno. Ghafla alilia kwa sauti kali isiyo ya kawaida, macho yake yakageuka na kuanza kujikuna kama kichaa. Akatoka nje ya nyumba kwa miguu mitupu, akipiga kelele za ajabu, yeye ni mume wangu. Mimi ndiye mke wake. Mimi ndiye mteule. Watu wa mtaa wakaanza kukusanyika. Oliva amepagawa, walinong'ona. Wivu umemla kabisa. Jose alisimama kwa sekunde chache akitazama kwa mshangao, kisha akachukua funguo zake na kuendesha gari moja kwa moja hadi Mbagala. Aliwasili alfajiri ya siku iliyofuata akiwa mchovu na mwenye vumbi. Aliuliza watu wa mtaa, naomba mnisaidie, Lily yuko wapi? Walimwelekeza hospitali ndogo ya mtaa. Alipoingia alimwona Lily alikuwa ameketi karibu na dirisha akiwa amemshika mtoto wao mikononi, uso wake ukiwa umechoka lakini wenye amani. Jose alianguka magotini. Lily, mke wangu, samahani. Nilikuwa kipofu. Nilikuwa mjinga. Nisamehe. Machozi yakamtoka alipomtazama mtoto. Huyu ni mwanangu. Lily alimtazama kwa ukimya kwa muda mfupi. Kisha akatikisa kichwa na kunong'ona, ndiyo. Mwanetu. Jose akaangua kilio, akashika mkono wa mtoto wao kwa upole. Asante Lily kwa kuendelea kuwa imara. Habari zilienea Mbagala kwa kasi ya moto. Msichana aliyeteseka sana sasa alikuwa mama wa muujiza. Mwanamke aliyelaaniwa na kusalitiwa sasa alikuwa amebarikiwa. Jose alijenga nyumba nzuri kwa ajili ya Lily na mtoto wao jijini na akaahidi kamwe hatamwacha tena. Wakati huo huo, Oliva aliyekuwa amerukwa na akili alizurura mitaani jijini akiwa funzo kwa wale wote wanaoruhusu wivu kugeuza mioyo yao kuwa giza. Na jua lilipoweka jioni moja ya dhahabu, Lily alisimama nje ya nyumba yake mpya akiwa amemshikilia mwanawe kwa upole. Alitabasamu kwa utulivu. Maumivu huchukua usiku mzima, lakini furaha ya kweli huja asubuhi. Na hivyo basi, kule Mbagala, upepo unapovuma kati ya mitende na migomba, wazee bado husimulia hadithi ya mapacha wawili, mmoja aliyeongozwa na wivu na mwingine na upendo. Kwa sababu mwishowe, haijalishi giza ni kali kiasi gani, nuru hupenya na kushinda. Mafundisho ya hadithi hii: wivu unaweza kuharibu maisha, lakini msamaha una nguvu zaidi. Upendo wa kweli hauwezi kushindwa. Hakuna hirizi, uongo wala uchawi unaweza kufuta kilichoandikwa na hatima. Je, umeipenda simulizi hii? Kama umeipenda niandikie kwenye comment ndio nimeipenda. Asante kwa kuangalia. Natumaini umejifunza angalau jambo moja kutoka kwenye simulizi hii. Tukutane katika simulizi inayofuata. Kwa heri kwa sasa. Nawapenda sana.